Daktari, kuna Mkenya ametumia jumbe hapa anasema kwamba ameugua arthritis kwa muda sasa hivi na huwa anapata pain katika joints, alafu zile dawa ambazo amekuwa akipewa ni dawa ambazo zinamkausha mate sana, so inabidi kwamba pia anapewa artificial saliva. Unaona, tukasema kwamba watu kwa hivyo wanapitia hapa hivi. So daktari, kwa dakika kama 6-7, arthritis ni nini, inaletwa na nini, na je tiba yake ipo, na hizi side effects za hizi dawa mtu anajisaidia vipi? Asante sana. Kwa hakika ni hoja nzuri tuweze kuifafanua. Naam. Ugonjwa huu wa arthritis ni ugonjwa ama ni tatizo linalosumbua sana viungo vya mwili. Naam. Kwa sababu moja au nyingine, ikiwemo umri. Umri imekuwa ni moja kati ya sababu. Vile vile pia obesity imekuwa ni kati ya sababu. Naam. Maumivu na alafu vile vile pia wakati mtu unapokuwa umepata injury hata kama pia mdogo, ukiwa umepata kuumia katika joint kama vile za magoti, wale inaweza ikakuletea sababu kama hizo za kupata tatizo la arthritis. Naam. Na tukumbuke pia kuna hali ya genetic inheritance ambapo kwamba mtu unaweza kuipata kupitia kifamilia. Sasa basi ni vyema tuweze kujua kwamba tuna aina nyingi za arthritis. Naam. Lakini sasa kuna zile ambazo ndio common, ambazo ndio zinafahamika zaidi kama vile osteoarthritis, rheumatoid arthritis na gout. Naam. Hizi ndio common sana ambazo zinasumbua watu wengi sana katika jamii yetu. Wengi wanatuambia kwamba kama unakula nyama sana utotoni, basi ukiwa mkubwa bila shaka unakaribisha arthritis. Ni kwamba hiyo na kunajua hata kwanza wagonjwa wa arthritis ama gout huwa wanashauriwa waachane kabisa na matumizi ya nyama, hasa nyama choma. Naam. Unaona? Naam. Sasa kwa hivyo labda tukizungumzia kuhusu osteoarthritis, ni uhaba wa fluid fulani ambayo inafahamika kama synovial. Hii huwa inasababisha zile joint zinakuwa zinasumbuana kwa kiwango cha kuacha maumivu makali sana. Okay. Na hata huwa inamfanya mtu anakosa kupata nguvu za kutembea ama tuseme inamweka chini. Vile vile pia kuna rheumatoid arthritis ambayo ni autoimmune disease ambapo unapata ile immune system mwilini inakuwa inapigana na zile tishu zake zile. Ndiyo. Sasa hali hii inapozidi inaweza kuleta madhara katika zile nerves. Naam. Na wakati inaleta madhara katika hizo nerves, sasa utapata mgonjwa anaanza kujikuta katika hali kama hiyo ya maumivu. Na kitu kibaya zaidi ni kwamba wakati nerves zinapokuwa affected, inaweza ikasababisha hata madhara ya kuwa paralyzed ama kupata stroke. Naam. Kwa hivyo pia kuna hali kama hii ya gout. Naam. Gout ni hali ambapo mwili huwa una produce ile uric acid kwa kiwango kikubwa. Naam. Na unajua tunafahamu kwamba kazi ya figo, yani kidney, ni kiungo ambacho kinasaidia kuondoa ile uric acid mwilini. Sasa iwapo zile figo zinakuwa na matatizo kwa aina moja au nyingine, basi mwili huo utakuwa na hatari kubwa sana ya kutoa ile uric acid kwa kiwango kikubwa na kusababisha matatizo haya ya ugonjwa wa gout. Pengine daktari, suluhu ni gani? Naam. Suluhu ni gani? Manake anasema mtumia madawa na haya madawa namkausha mate. Kwa hakika ni kwamba watu wengi ambao wamekuwa wakitumia hizi dawa zimekuwa zinawaletea kama vile kukauka mate. Na hata kuna wengine watakuambia kwamba wanasikia kisunzi, lakini kwa bahati nzuri ni kwamba hapa makini hapo training tumefanikiwa pakubwa sana kupata dawa ambazo zinawatibu wagonjwa kama hawa na tatizo lao linakwenda kuisha pasipo kuwa na madhara yoyote. Na dawa hizi zetu ni dawa za mitishamba. Kwa wale wote ambao wamekuwa wakipitia hapo wakiwa na matatizo haya ya arthritis, tukiwapatia dawa wakizitumia, wakipata ushauri wetu kwa vile ambavyo tunawaambia, basi tatizo huo linakwisha kwa muda mfupi tu, kati ya miezi 4 mpaka 5 ugonjwa huo umekwisha kabisa, na hiyo inakuwa ni suluhu ya kudumu, yani permanent solution. Daktari, mtu anakuwa hawezi kurudiwa ama kupata na ugonjwa huo tena. Kuna kitu umetaja obesity kama mojawapo ya sababu ambazo zinachangia.
Labda how important is kuweka diet katika maisha ya mtu kwenye kupunguza huu ugonjwa, na iwapo utabadilisha mwenendo wako wa chakula, je, utapunguza makali ya ugonjwa au utaumaliza? Kwa hakika tunaposhauri watu waweze kujizuia ama kuepukana na hali ya kuwa na uzito, yani obesity, sio tu kuzuia madhara ya arthritis, bali ni kuzuia magonjwa mengi katika mwili. Utapata kwamba kadri unavyozidi kuwa na mafuta mwilini, hata unaweza kuta kwamba kiungo kama vile liver kitakuwa na fat liver. Kadri unavyozidi kuwa na uzito mwilini, itaanza kuletea hata matatizo ya pressure na mambo kama hayo. Kwa hivyo uzito ni kitu ambacho tunapata tuweze kupigana nacho, ni kwamba tujihusishe katika masuala ya kuendelea diet yetu, na vile vile pia tuweze kuzingatia mazoezi, sio kukaa tu hapo studioni na kutangaza pasipo kukumbuka mazoezi. Yani Dr. na madongo kweli, Dr. anauma kipulizi. Ewa Dr., kwa hivyo ni ugonjwa ambao una suluhu within 2-3 months unapona. Ni ugonjwa ambao una suluhu kupitia dawa za mitishamba. Ninawahakikishia wasikilizaji na wote ambao ni waathirika wa hali kama hiyo, watakapotufikia hapa Makini Herbal Clinic watapata suluhu na itakuwa ndio permanent solution. Bwana, shukrani sana Dr. Isaac Magige kuongea nasi hapa Radio 47. Always appreciate you coming through for us. Nami pia nashukuru sana kupata fursa hii. Wale wote ambao wangehitaji kupata nambari zangu za simu ni 0722 522 994 0722 522 994. Karibuni sana. Shukrani sana Dr. Isaac Magige. Mwanzo acha kula sana. Chakula. Yani punguza posho, usile ni kama hakuna kesho. Piga mazoezi. Ndio. Na alafu mwanangu, make sure kwamba unapata matibabu yanayofaa. Kwa sababu wangu ama swala bwana, mimi ametokea kwa mtu ambaye yuko karibu yangu sana. Na mimi nitakuwa kama guinea pig. Nitajaribu Magige, alafu nitawaletea ripoti baada ya miezi 2-3. Because it's very important by the way kuweza kupata suluhu, kwa sababu unajua zile dawa zinakusaidia ndio, lakini side effects zake ni kubwa sana. Kwa hiyo kama kuna vitu nimeshika kwenye hii simu ya daktari. Naam. Physical therapy muhimu. Weight management muhimu. Very important. Yani kama inawezekana pia kupunguza ile ari na uchu wa nyama choma. Unajua kuna watu ambao bilimia kwa siku hawakosi nyama choma, kwa wiki hawakosi nyama choma. Kama daraka ni haya, fanya kwa ustaarabu, moderation. Asante sana.